Kwa nini Yesu anapiga kelele hiyo mioyoni mwetu? Mavuno mengi, watendakazi ni wachache. Ni kwa sababu watendakazi wote wameamua kukaa kwenye eneo moja la shamba linaitwa kuimba na kuhubiri. Lakini tumekosa watendakazi kwenye maeneo ya marketplace. Tumekosa watendakazi kwenye siasa. Tumekosa watendakazi kwenye biashara. Ili mtu atambulike kuwa mtumishi wa Mungu, lazima ashike mic, awe apostle, awe pastor, ama awe mwimbaji binafsi. Lakini hayuko mtu ambaye yeye ni mwanasiasa na katika siasa yake ameamua kujitanabaisha kwamba mimi ni mwanasiasa, lakini huu ndio msimamo nilioamua kumsimamia na hichi ndicho nachotaka kukiendea, ili yeye kupitia nafasi Mungu aliyompa awavute wanasiasa wengine. Daktari, haijalishi una upako mkubwa kiasi gani, kuna wafanyabiashara wewe huwezi kuwafikia. Yaani kwa sababu kwanza utakutana nao wapi? Kuna watu level za biashara walizofika, kwanza hawapandi daladala, pili hawapandi mabasi, tatu hata wakipanda ndege hawapiti unapovua viatu wewe, wanapita kwenye VIP lounge. Ni lazima Mungu ainue wafanyabiashara wenye mrengo wa kifalme ndani. Yaani mtu mfanyabiashara ambaye anajua mimi ninafanya biashara ya mafuta, lakini this is not primary. Yaani biashara ya mafuta kwangu ni secondary, lakini mimi ni mtumishi wa Mungu kupitia biashara ya mafuta. Alafu guess what? Inapotokea unapoenda kwenye ule mlango wa VIP pale airport, unapopita unakutana na mfanyabiashara mwingine wa mafuta kutokea Omani. Akikukuta pale tayari umeshakomanda attention yake. Sasa utajua huyu mtu kama amekaa hapa ana kitu ambacho mimi ninakifanya. Alafu mnaongea, zangu nafanya biashara gani? Unasema mimi ndio hii Tanga yote mafuta unayoyaona ya kwangu. Alafu wakati mnaongea unataja Yesu bila kuona aibu. Changamoto kubwa tulionayo, na watu kwenye mifumo, tuna watu kwenye maeneo ya ushawishi, lakini wanaonea aibu jina la Bwana.